Kulikuwa na wakati katika historia ya Ukristo ambapo tumaini lilionekana kama limezimika. Macho yaliyokuwa yameelekezwa mbinguni kwa shauku kubwa, sasa yalikuwa yamejaa maswali. Ni tukio la mwaka 1844. Yesu hakurudi kama walivyotarajia waamini wengi wa unabii wa kitabu cha Daniel. Tukio hili liliingia katika historia kama tukio kuu la kukatishwa tamaa, the great disappointment. Wengi walilia, wengine walidharau Biblia, na wengi waliamua kuacha imani kabisa. Lakini katikati ya maumivu hayo, kulikuwa na kundi dogo la waumini waliokataa kukata tamaa. Badala ya kuikimbia Biblia, waliamua kurudi ndani zaidi ya neno la Mungu. Walitaka kuelewa, tulipokosea wapi? Je, Mungu alitusaliti au sisi tulimwelewa vibaya? Ndani ya mazingira haya ya maswali mazito, huzuni na tafakari ya kina, ndipo simulizi ya wimbo Umwendo Gani Nyumbani ilipoanza. Katika mji mdogo wa Wilton, New Hampshire, aliishi msichana kijana aliyeonekana dhaifu kimwili, lakini mwenye nguvu isiyo ya kawaida kiroho. Jina lake lilikuwa Annie Rebecca Smith. Annie hakuwa mhubiri, hakuwa kiongozi mashuhuri wa kanisa, lakini alikuwa na kipawa kimoja kikubwa. Aliweza kuweka imani yake kwenye maneno yaliyoingia moyoni. Siku moja, Annie aliketi karibu na mlango wa kanisa, akisikiliza kwa makini mahubiri yaliyokuwa yakielezea unabii wa Daniel 8:14. Maneno yale hayakumpita juu juu, yalimchoma moyo, yalimfanya afikiri upya juu ya tumaini la ujio wa Yesu. Usiku huo, Annie hakulala. Alitafakari, aliomba, akauliza maswali ambayo wengi waliogopa kuyauliza. Ndipo kalamu ikachukua nafasi ya machozi. Maneno yakaanza kuandikwa, si kwa sauti ya furaha, bali kwa sauti ya mtu anayesubiri, anayevumilia, anayeshikilia tumaini kwa nguvu ya mwisho. Na hapo ndipo swali lilipozaliwa. Umwendo gani nyumbani? Hili halikuwa swali la umbali wa safari, halikuwa swali la muda wa kalenda, lilikuwa swali la imani. Ni kama kusema, je, tuko karibu kiasi gani kwa kutimiwa kwa ahadi ya Mungu? Je, safari yetu ya mateso iko karibu kufika mwisho? Wimbo huu haukuwa wa kukata tamaa, ulikuwa wimbo wa subira. Uliwakumbusha waumini mfano wa mkulima anayesubiri mavuno yake. Mkulima hawezi kuharakisha mvua, hawezi kuamuru jua liangaze zaidi. Kazi yake ni kupanda, kutunza na kusubiri kwa imani. Vivyo hivyo, Wakristo waliitwa kuishi kwa uaminifu, kufanya kazi ya Mungu na kusubiri bila kukata tamaa. Lakini Annie hakuwa anajua jambo muhimu sana. Wakati akiandika juu ya safari ya kwenda nyumbani, mwili wake mwenyewe ulikuwa unaanza safari ya mwisho duniani. Muda mfupi baada ya kuandika wimbo huu, afya yake Annie ilianza kudhoofika kwa kasi. Alipata ugonjwa wa kifua kikuu, tuberculosis, TB. Kila pumzi ilimgharimu nguvu. Kila siku ilimkumbusha udhaifu wa maisha ya mwanadamu. Lakini jambo la kushangaza ni hili: kadiri mwili wake ulivyodhoofika, imani yake haikudhoofika kamwe. Hakuwahi kuandika kwa hofu, hakuwahi kuandika kwa lawama. Aliendelea kuandika kwa tumaini. Aliendelea kuamini kwamba ujio wa Yesu haukufutwa, ulikuwa unaeleweka upya. Lakini swali gumu lilibaki likining'inia hewani. Ikiwa Yesu hajarudi, ikiwa waandishi wa nyimbo wanakufa, ikiwa miaka inapita, je, tumaini hili lingeendelea kuishi au lingeishia pamoja nao kaburini? Mnamo tarehe 26 Julai 1855, Annie Rebecca Smith alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 27 tu. Miaka minne pekee alikuwa mshiriki wa harakati za Waadventista. Lakini katika miaka hiyo michache, aliacha alama ambayo muda haujaweza kuifuta. Wimbo wake haukufa. Maneno yake hayakupotea. Swali lake liliendelea kuimbwa na vizazi vilivyofuata. Umwendo gani nyumbani? Halikuwa tena swali la Annie peke yake, lilikuwa swali la kanisa linalosubiri. Lakini hapa ndipo simulizi inapogeuka kabisa. Ikiwa Annie alikufa bila kumwona Yesu,
Ikiwa zaidi ya karne moja imepita tangu waandike wimbo huu, je, nyumbani bado ipo mbele yetu? Au tumaini limecheleweshwa milele? Biblia inajibu kwa utulivu, lakini kwa hakika. Nanyi vumilieni, muthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Yakobo 5:8. Kukawia si kukataa. Ahadi ya Mungu haijawahi kushindwa. Na kila mara wimbo huu unapoimbwa tena, hauulizi kwa kukata tamaa, bali unatangaza imani. Siyo mbali na nyumbani. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kutoa maoni yako.